gaidi aliyestirika. Watu wengi wanaweza kufikiri gaidi ni Osama bin Laden, ndio, au atakuwa Adolf Hitler, lakini leo tutaambiwa ndio nani aliye gaidi. Ni gaidi aliyestirika, amefichika. Ndio. Kwa hiyo leo wanakupatia wote atafunguliwa. Nani? Anaweza kuwa ni mshindani. Huenda au atakuwa Mika. Au ni Mika. Gaidi aliyestirika. Ndio. Lakini pia ndio kitu ambacho kinaitwa Biblia makini. Biblia makini. Biblia makini. Ndio. Lakini pia ndio hao watu wako makini kweli. Tutakuwa na kipindi kinasema maisha ya familia. Maisha ya familia. Yaani kwa Yesu ni kama Bwana Elia. Yaani hakuna ambapo hakutaguswa. Yaani kila jengo linaguswa zote. Wewe utatoka mgusa. Tutakuwa na pia nishani ya bendera ya Wakatanjia ambayo tunaiona pale. Ndio. Watatueleza ina maana gani. Hiyo bendera ya Wasika watatuletea hapa, kumbe ni bendera ya Simba hapa. Watupe maana ya ile bendera. Sawa baya ubera. Lakini pia mwishoni sasa ndio tutakuwa na shairi. Watatuimbia sisi ambao tunapenda kuongolewa na nyimbo. Wale wapenda nyimbo wanasema tuko jangwani, leo itakuwepo wimbo hapa. Amina. Na sasa naweza nikakabidhi usukani kwa kiongozi, lakini kabla hujakabidhi tuwalike washiriki wasogee, kwa sababu wako mbali. Wasogee tu wale walioko kule kwenye bendera, wanaweza kujaza nafasi hiyo iliyo watu wote, kwa sababu yako na mazingira mazuri. Sogeeni hapa wapendwa, yani ulu kapya tu tayari wote tunaona ekela kawilo le kejeso soja ngumulu. Usimani leke sukuma aheni. Karibisheni tena kufungua programu hizi. Tumetoka kwenye parade show, tunaenda kwenye program sasa kitaaluma. Tumetoka kimwili, tunaenda kitaaluma kiakili. Basi na tuombe. Baba yetu mwema, kawe pamoja nasi katika kipindi hiki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Walioko hapa mbele yetu ni adventure, watoto wenye umri wa miaka 9 mpaka 4. Na watakwenda kutupatia programu ya tuzo ya rafiki wa wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Tungeipeleka kwa watafuta njia ingekuwa ni nishani, lakini kwa sababu wao ni adventure wanaitwa wao wanasoma tuzo, sio master guide. Kwa hiyo watakwenda kutusimulia tuzo ya rafiki wa wanyama, jinsi walivyosoma katika madarasa yao tuzo ya rafiki wa wanyama, na baadaye tutamkaribisha master guide kwa sababu ndio msimamizi wao na tupo hapa naye. Basi atakuja atatoa maoni baadaye na kushauri kitu. Basi ningependa kuwakaribisha. Karibu. Fatani program ya tuzo ya wanyama. Wanyama ni viumbe ambao asili yake ni uumbaji. Amina. Wanyama waliumbwa siku ya 6 ya juma. Mfano wa wanyama ni simba, binadamu, nyoka, tembo, twiga na swala. Amen. Wanyama wana faida mbalimbali kama vile malighafi, mbolea, pesa za kigeni na nyama. Amen. Kuna wanyama wanaofugwa na wasiofugwa. Mfano wanyama wanaofugwa: ng'ombe, mbuzi, paka, sungura na kadhalika. Na wasiofugwa: simba, mamba, twiga, tembo na kadhalika. Mungu awabariki. Amen. Mtu tumfanye kuwa mfano wetu na sura yetu, akatawale wa samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama
Jamani, mnasemaje? Alichokuwa anazungumzia, alikuwa anataja fungu ambalo lipo kwenye nishani yao ya tuzo ya rafiki wa wanyama. Wakati wanyama walipoumbwa, binadamu akapewa kama wakili wa kwenda kufanyaje? Kuwasimamia. Yuko sawa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anakalili kitabu cha Mwanzo pale, kitabu cha Mwanzo 1 pale, kuanzia fungu la kwanza na kuendelea pale. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 1 fungu la 8 pale, ndio utapata hilo fungu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haya, asante. Kwa hiyo walikuwa sahihi. Baadaye master ujiandae, utakuja kuelezea walikuwa sahihi au wamekosea hiyo tuzo ya rafiki wa wanyama. Sijui angekuja akamaliza moja kwa moja master, alafu tuhamie kwa watafuta njia. Master, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninawashangaa watu wazima wanapocheka kwa ajili ya watoto hawa, kwa sababu kwanza kati yao hapa nikiangalia kuna mtu ambaye tukimwambia njoo useme unachokisema anaanza kujikanyaga mwenyewe na utamwona jasho anaanza kutiririka sasa hivi tu, lakini yeye ameweza. Kwa hiyo usimuone kwamba yeye ni wa muhimu sana, unatakiwa umpatie pongezi zake ili azidi kuwa imara. Bwana Yesu asifiwe. Watoto hawa walichokizungumza kiko sahihi, kwa sababu wamekuelezea kwanza sifa zake na makundi ya wanyama. Wametupatia sifa za wanyama, alafu wametupatia makundi ya nini? Ya wanyama. Alafu wakatueleza ya kwamba wanyama wameumbwa, ila mwanadamu akaja kuumbwa kwa ajili ya kufanyaje? Ya kusimamia. Kwa hiyo hawajakosea sehemu yoyote ile. Bwana awabariki. Na watoto hawa wako vizuri. Kwenye sura ya kwanza wametupitisha vizuri kabisa, maana wametuonyesha kwamba hivi vitu vyote tunavyoviona si kwamba vilijileta. Hao wanyama tunaowaona si kwamba walitokea tu, bali walifanyaje? Waliumbwa na kawekwa mikononi mwa mwanadamu kuweza kuwatawala, na si kwamba eti ni kwa ajili ya kuwala, kuwatawala. Bwana Yesu asifiwe.